Siku moja kabla ya mahafali huwa linafanyika kongamano la wahitimu, na leo Desemba ya 16 ya mwaka wa 2025, Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM kimeadhimisha mkutano wa 16 wa jumuiya ya wahitimu uliowakutanisha wanataaluma, wahitimu, wanafunzi pamoja na wadau mbalimbali kwa lengo la kujadili kwa kina ujasiriamali kwa ajili ya wakati ujao. Aidha, kongamano hilo lilijikita zaidi katika kujadili athari chanya za matumizi ya teknolojia, hususan akili unde, yani Artificial Intelligence AI, katika kuendeleza elimu, utafiti na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Sehemu kubwa ya mazungumzo leo ilikuwa ni kuhusu ujasiriamali, namna ambavyo tunaweza tukafanya kazi na sekta binafsi na viwanda, lakini mwisho wa yote tunataka kupunguza umaskini. Tunataka vijana wetu wajue kwamba muda watakaotumia hapa ziko fursa zitakazowafanya waweze kuboresha hali zao za kiuchumi, lakini pia kikubwa zaidi, wanavyorudi kwenye jamii walikotoka, kuwe na sababu ya wale walioko kule kusema kwamba kumbe kwenda kusoma kuna faida zake. Kwa hiyo tuliweka msisitizo kwenye eneo hilo, na tunaweka msisitizo sana, kwa sababu kama utakuja chuo kikuu alafu karudi hata kijijini kwako au kwenye jamii ya kufahamu, hawaoni tofauti kati ya wale ambao wakupata nafasi ya kuja chuo kikuu na wewe, utakuwa umepoteza mali ya umma, utakuwa umepoteza rasilimali za umma, kwa sababu wanaosoma hapa, chuo chenyewe kilijengwa na umma wa Tanzania. Naye mkurugenzi wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA, ambaye pia ni rais wa jumuiya ya wahitimu wa UDOM, Bwana Gilead Terry, amesema kuwa UDOM imeendelea kuwa nguzo muhimu kwa ajili ya kuzalisha viongozi, wajasiriamali, wafanyabiashara na watumishi wa umma wenye mchango mkubwa sana katika maendeleo ya taifa. Pia amewataka vijana wasiishie tu katika elimu, bali wafanye na mambo mtambuka. Hili moja, tunahitaji akili mtambuka, kwa tusiishie tu kwenye elimu, lazima kujifunza mambo mengine mengi ya ziada. Lakini jambo la pili ni swala la teknolojia, kwamba lazima pia tuangalie masuala ya teknolojia katika kazi zetu zote tunazozifanya. Tukiweza kuunganisha hivi viwili, tunapata matokeo makubwa. Kwa upande wao, washiriki wa kongamano hilo wamesema kuwa kongamano litakuwa na tija na kuwa na chachu zaidi ya kwenda kukabiliana na ukuaji wa teknolojia. Vijana wa chuoni tusijikite sana katika kuajiriwa peke yake, lakini pia tutafute ujuzi, tutafute maarifa, tutafute uwezekano wa sisi kama sisi baada ya kutoka chuo tunawezaje kwenda kujiajiri, na sio kutegemea tu kupata ajira kutoka kwa watu, kwa sababu ili upate ajira inatakiwa uwe na kitu cha ziada. Je, hicho kitu cha ziada ambacho unacho ni kitu gani? Kwanza nimejifunza kwamba ujasiriamali sio mpaka lazima uwe na kipato kikubwa au mtaji mkubwa, hapana. Ukiwa na kile kiasi kidogo unaweza ukakianzisha polepole, hatimaye ukaja ukapata kitu kikubwa, kama leo walivyojaribu kuelezea na kutufundisha pia namna wao walivyoanza. Walianza na kitu kidogo, hatimaye wakaendelea kukizalisha kikawa ni kitu kikubwa. Hata mimi leo nikienda mtaani kule, tutaanza kwa kile ambacho ninacho pasipo kuogopa, kwa sababu uoga ni chanzo au ni adui wa maendeleo katika taifa letu. AI ni nzuri katika kuitumia, na matumizi ya AI kwa wanafunzi yanasaidia kwa kiasi kikubwa, lakini wanafunzi wote wanatakiwa kujua kwamba wanavyozitumia AI wazitumie kwa namna ambayo ni positive, ambayo itawasaidia wao waweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kongamano hilo pia lilitumika kutoa mrejesho wa harambee, yani fundraising, iliyozinduliwa mwaka wa 2023 kwa ajili ya kusaidia wanafunzi wenye uhitaji maalum, ambapo jumla ya shilingi milioni 143 za Kitanzania zimekusanywa na kutumika kununua vifaa mbalimbali vya kuwasaidia wanafunzi hao. Kusanyiko lolote la kitaaluma la Chuo Kikuu cha Dodoma ukiliona, kumbuka kuwa mpango kabambe wenye kunufaisha Watanzania unakuja. Langu jina ni Leagi Wanaleagi.